Oh, Dad. Marahaba, hamjambo wanangu? Marahaba. Mama yenu yuko ndani? Oh, mlikuwa mnajisomea? Vizuri sana. Hongera mama. Tia bidii. Sasa wanangu, leo niko na swali. Today I have a question and it is a very special question. Who is ready for my question? Okay. Who will join me in the Betika company? Mbona mnaangaliana tena? Hamtaki kujiunga na kampuni ya baba yenu? Acha niwaambie kitu. Kampuni ya Betika ni kampuni iko na pesa sana. Can you imagine? Dunia nzima watu wanabeti. Wanachukua malaki ya pesa, milioni ya pesa. Ndio mtu akishinda anapata pesa yake pale pale. Ni kampuni iko na pesa sana. That's fine. Then I'm ready to join you, Dad. Really? Yes. Go and bring my bag. Nenda leta ile bag yako. Mimi bado mnajifikiria? Sasa. Na shida nisomeni tu. Bora mfanye bidii kwa masomo. Yes, good. Asante sana. Sasa baba, hata usiende kukaa hapa. There is this gift from Betika company. Hii t-shirt mwanangu nimekuletea. Sikuwa nimekuletea wewe, lakini kwa sababu wewe umekubali kujiunga na kampuni ya babako ya Betika, this is your gift from the Betika company. Oh, Dad. Nini? Si mmekataa kujiunga na kampuni ya Betika? Maanisha you are not interested. Mwenzi amejitolea. Yes, unaona hiyo good. Itakutoshea? Iko sawa. Unaona hiyo hata imefanana na hiyo yangu. Sasa anaenda weke alafu nje nisome. Kuna kitu mwanzo nyinyi niwaambie, nenda weke. So Dad, umeamua ulete zawadi moja peke yake na sisi si watoto wako. Wewe ndio umekasiri na mama? Tena nitaleta zingine nani? Si wewe watu upasita kasirika. Swali give the 3 factors that led to the growth of Buganda Kingdom. So unajua kama ninauliza factors, lazima kuna the stability of that kingdom. Labda kulikuwa na the warriors wenye wanalinda hiyo kingdom, walikuwa stable, walikuwa vizuri yani. Give 3 factors that led to the growth of Buganda Kingdom. Kuna upe. Mwelewa. Nguo hii kare. Nguo zile. Da.
Acha. Sawa, mimi naye tajua mwenyewe maisha yake. Nasikia kuna mwizi wapi? Uko hapa mwanangu? Nilikuwa nakutafuta hapo kwa nyumba sikuoni. Unajisomea? Basi soma kwa bidii mwanangu, maisha ni magumu. Halafu huyu Shali yuko wapi? Ametupata hapo sitting room tukijisomea, akatoka bila salamu. Na huyu mtoto Habari yako? Jambo. Salamu. Babako yuko? Baba yuko nyumbani. Ni sawa. Sasa wewe ukifika nyumbani mwambie babako mimi kesho nitakuja, ila amkanye Shali azingatie masomo. Sawa? Sawa. Umenielewa? Lakini Sawa. ila mimi mwenyewe nitafika huko. Ni sawa? Sawa. Ni sawa. Salimia babako. Karibu rafiki yangu. Asante bwana. Sasa samahani kwanza, sababu kama ambaye naingiza vita ndani ya nyumba. Sawa, hata bila samahani. Kulikoni? Mimi wewe ni ndugu yangu wa karibu sana. Kweli? Na kati ya zile pite zangu kuna vitu unaviona na sipendelei. Kama nini? Wewe na wasichana hapa, watoto wako wa kisichana, msichana yule mvulana, yaani kuna ule mwingine mrefu hivi, si ni anaitwa Shali, si anaitwa Shali, anaitwa Shali.
Yule mtoto Alafu tukizingatia kwamba huyo nayemzungumzia katika wale watoto wangu, basi namwona mpole sana mimi, na kuna kapicha fulani kananikujia. Kuna kitu niliona, japo sina uhakika kama alikuwa yeye, lakini sasa kulingana na hizo habari zile umekuja nazo, wacha nitalifanyia uchunguzi hili swala. we ndio nakwambia mchunguze, ama ukae na mamake vizuri, umuulize mamake, huyu mtoto vipi, mbona naona amembadilikia? Yaani unamuuliza tu hivyo, alafu kama labda ni mtu wa kuaga mamake, ataeleza mamake, kwa sababu okay, sawa Sawa, asante sana. Ni sawa. Mwenyezi Mungu akubariki, akujalie na lolote utakaloona kama linanihusu mimi, liwe baya liwe zuri, Nikwambie, njoo niambie rafiki yangu. usijali, mimi nitakuwa nikikwambia. Sawa, asante sana. Ni sawa. Hadi kuna hii barua nimepata pale chini ya kiti, ilikuwa imefichwa. Itakuwa ni barua ya nani? Sawa, nenda. To my love Gidi. Hello Gidi. Kwanza pole sana kwa kuchukia, ila haya yote yalijiri baada ya kwenda pimwa na kupatikana na ujauzito wako. Mbali na hiyo, na kuathirika na virusi vya ukimwi. Kwa kusema kweli, nilichanganyikiwa, nisijue cha kufanya. Hey my God! What the fuck is this? Hi! Ila baada ya kufikiria, nimeona nikutafute ili tusaidiane. Shali mwanangu! Nini sasa? Kwenye haya maisha ambayo tayari yameharibika.